EPC bado tunaendelea. Nashukuru kwa nafasi ambayo tuko na wakati ambao tunaendelea katika dunia nyakati hizi. Ni mambo mengi yanafanyika na mazito. Tunaona vile vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati. Vile mabomu yanamwagika. Ujumbe huu niliusema katika mwaka wa 2012 na nikarudia 2014. Russia itaanza vita hivi na watatumia silaha nzito katika kutafuta angalau waweze kumiliki hadhi ya dunia. Lakini dunia na wanaoikaa wote ni mali ya Bwana. Hakuna mtu anaweza kudai kwamba dunia ni mali yake. Hakuna mtu anaweza kudai kama alijiumba. Lakini mwanadamu amemuasi muumba wake kiasi kwamba amemuacha na sasa anaenda katika hali zake yeye mwenyewe na njia zake. Sijui mwisho wake itafikia wakati gani. Ni huzuni kubwa watu kujiangamiza na kupigana kwa mabomu namna hii. Mambo haya yote yalitabiriwa ni katika siku za mwisho, siku za hatari, siku ambazo manabii walionyeshwa. Kina Danieli, Ezekieli, ukiguza Ezekieli 37:38, Ezekieli 38 and 37 inaongea kuhusu hili jambo. Katika video ambazo nimeweza kuzitoa muda ambao umepita, nalisema Iran itaanzisha vita hivi na wametangaza it is the axis of evil. Wenyewe ndio walisema wa Marekani. Na wana bomu za nyuklia, bomu zenye nguvu, zenye uwezo, na hawatishiki, wakiungwa mkono na Warusi na wa North Korea na wa China na nchi za Moabu na wana wa Amoni wote. Lakini hawajui kwamba wanaunga mkono watawaletea uharibifu. Itafanya destruction kubwa katika Mashariki ya Kati. Na ita-affect dunia mzima kwa sababu uchumi wa dunia unategemea mafuta yaliyoko katika nchi za Uarabuni na Mashariki ya Kati. Na wataunda kwa sababu ya hiyo hasara, mataifa mengi yatapeleka meli zao za kivita kule, kiongozwa na Marekani. Manuari kubwa za vita zitaingizwa huko. Ufaransa itaingiza, Amerika itaingiza, Uingereza itaingiza, kwa sababu mafuta ndio uchumi wa dunia. Na watakapoingiza, vita vile havitakuwa rahisi, kwa sababu zirudie Israeli. Kama vile unaona Iran walisema hakuna amani inapatikana katika dunia kama Israeli bado exist katika dunia na kuwa katika ramani ya dunia. Lazima iondolewe katika ramani ya dunia ndio amani ipatikane katika dunia. Na mnukuu rais mmoja wa nchi ya Iran aliaga vile alivyosema, and the supreme leaders wa nchi hiyo. Sasa wanasema amani haitapatikana katika dunia kama Israeli itakuwa bado katika dunia. Na Israeli muundo wake na asili yake ni Mungu aliumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Bwana huachilia watu wajaze kikombe cha hasira yao, naye huenda akarudi na kusimama na kupigania kama vile alivyoahidi. Taipigania Israeli. Ndipo naona wanajikusanya katika vita vya Armagedoni ambavyo vitaangamiza dunia.
akipigania nchi yake, maana yeye Bwana hunena na huyatimiza. Lakini vita ita affect dunia mzima kwa sababu ya uasi wa mwanadamu, na Bwana amemwachilia kwa sababu ya uasi wake. Hata nchi tulio itaafektiwa kila mahali. Vitu vitapanda, gharama itakuwa juu, uasi utakuwa mwingi. Hii corruption tunaona ni kidogo, lakini uasi utakuwa mwingi kiasi kwamba ni kama vile maandiko yanasema Bwana aliwaachilia waende katika akili zao na fahamu zao kwa sababu wamemkataa, katika Warumi 1:24. Na hapo ndipo hasira ya Bwana inakuja juu ya watu wa dunia. Na alisema Iran tarusha bomu ya nuclear, na huenda ikairusha. Sio mchezo. Tutaambiwa tuvae mask 2. Kila mtu avae mask 2 kwa sababu ya hiyo bomu ambao watarusha. Maana wakiona wameshindwa vita hivyo, watasema sio wa kwanza kuitumia. Hata Marekani ilitumia kule Hiroshima na Nagasaki. Hivyo watasema watapigana. Na hapo ndio sasa Umoja wa Mataifa ulipitisha hizo silaha zisitumiwe, lakini wewe mwenyewe atatumia. Hata Russia ilikuwa imesema sio wa kwanza kutumia silaha za nuclear, wanaweza kutumia wakati wa vita yao na Ukraine. Kwa hivyo tuko katika hatari kubwa katika dunia ya wakati huu. Isipokuwa ni Bwana aje atusaidie sisi, watu walio wadogo, watu wanaotaka tu kuishi kwa amani, lakini wenye nguvu ni wakuu sana. Lakini Bwana hajalishi na nguvu hiyo. Huyu ni mwanadamu tu mbele zake. Bwana atafanya la ajabu kuokoa watu wake na kuwadumisha. It is the end time. Ni wakati wa mwisho, na Armagedoni inaandaliwa kweli kweli, na itaonekana na itadhibitika. So tuwe tayari kurudi kwa Masihi, maana yeye ndiye atayeporomosha wafalme hawa na asimamisha ufalme usioweza kuangamizwa. EPC, we are still going on kutoa unabii huu ambao Bwana ametujalia, kwa sababu ni nyakati za mwisho na nyakati za hatari. Bwana yuko pamoja nasi kutupa jumbe hizi. Ni hatari kubwa, itakuwa kilio kikubwa, sio rahisi, ni pali pagumu, lakini the Lord is with us. Elohim muumba mbingu na nchi, Bwana wa Israeli, katika jina la Yahshua Masihi. Welcome.